Mambo yameendelea kudamshi kwenye upande wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na hii inakuja mara tu baada ya timu ya Tanzania kuweza kutinga hatua ya mtoano, hatua ya 16 bora kunako mashindano makubwa kabisa barani Afrika, mashindano ya timu za taifa ya AFCON mapema jana na kuweza kutinga hatua hiyo. Mambo yameendelea kuwa mazuri zaidi, na hapa ni kutokana na pongezi kutoka sehemu mbalimbali, hususan katika tovuti za kimichezo za nchini Marekani, Uingereza na nchi nyingine, mataifa mengine makubwa kabisa ambayo ni makubwa kwenye upande wa michezo. Na kwa hapa nchini Tanzania, raia namba moja kabisa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye hajabaki nyuma, ameendelea kutoa pongezi kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na kuwatakia ushindi wa mechi zingine zinazofuata. Hajasema mechi inayofuata, kwa hiyo hii inaonyesha ni kwa namna gani ana matumaini makubwa juu ya timu ya taifa ya Tanzania kwamba huenda watawafunga Morocco, mechi inayotaraji kufanyika tarehe 4 mwezi wa kwanza 2026. Ikumbuke kwamba baada ya ushindi huu, Taifa Stars inataraji kucheza na wenyeji Morocco tarehe 4 mwezi wa kwanza 2026. Bila shaka ni matumaini ya kila mmoja wetu kwamba tunaweza tukafanya maajabu tena na kuhakikisha kwamba wanajeshi wetu, askari wetu, yani vijana wa timu ya taifa ya Tanzania wanaweza pia wakatuonyesha maajabu na kuvuka hatua inayofuatia, kwa maana hatua ya robo finali zitakuwa zimebaki timu 8. Je, hili linawezekana? Yote chini ya jua, na katika mpira yote yanawezekana. Miongoni mwa timu zilizofuzu pamoja na timu ya taifa ya Tanzania ni pamoja na Benini, Mozambiki, wenyeji Morocco, Algeria na Ghana, pamoja na Nigeria na nchi zingine nyingi. Kwa hakika siwezi kuziorozesha zote hapa, lakini jumla ya timu ambazo zimesha fuzu mpaka hivi sasa ni timu 16 ambazo zinataraji kuanza kutimua tena vumbi kwa ajili ya kuchujana, ili kuweza kupata timu ambazo zitakwenda hatua inayofuata, hatua ya robo finali ya AFCON. Basi kufikia hapo sina tena la ziada, ni kukumbushe kwamba timu ya taifa kwa ushindi huu wa kuvuka hatua hii inakwenda kushinda bilioni 1.6, mbali na zile milioni 300 ambazo walipewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Michezo na kupitia kwa Naibu Waziri Paul Makonda. Jumla wameshabeba kitita cha shilingi milioni 300, shilingi milioni 200 siku walipocheza au walipotoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Uganda, the Cranes, majirani zetu hawa, na milioni 200 walipata jana walipocheza na Tunisia na kuweza kuibuka na kitita cha shilingi milioni 200. Kwa hiyo jumla ukijumlisha ni takriban shilingi milioni 300. Kufikia hapo ni kutakia siku njema.